Siri za madhabahu kwenye eneo la sadaka. Siri za madhabahu kwenye eneo la sadaka. Madhabahu, jambo la kwanza, madhabahu inadai sadaka siku zote za maisha yako. Jambo la kwanza, siri za madhabahu kwenye eneo la sadaka ni kwamba, namba moja, madhabahu inadai sadaka siku zote za nini? Za maisha yako. Kuna watu mmepuuza madhabahu kwenye ulimwengu wa roho, mnadaiwa. Na kama zinakudai, zile madhabahu zinachofanya, zinakupiga, zinashambulia familia, zinakushambulia kwa sababu hamuipi sadaka, mmeitelekeza. Kwa hiyo madhabahu siku zote inadai nini? Sadaka kwenye maisha yako yote. Kwa hiyo ukisema mimi Bwana nishatoa sana, bado hujatoa. Kwa hiyo tunapojifunza hizi siri za madhabahu ni kwamba madhabahu inadai sadaka siku zote za maisha yako. Amen. Sema madhabahu. Hautanisumbua. Nimekugundua. Kila mara wewe unataka sadaka. Na hata huko walioshikilia huwa wanaweka sadaka, na ndio maana ninaendelea kupitia ninayoyapitia. Lakini leo nimepata siri ya kwamba madhabahu inadai sadaka siku zote za maisha yangu. Keti. Jambo la pili la kujifunza, jambo la pili kuhusu madhabahu na sadaka. Madhabahu na sadaka ni marafiki. Madhabahu na sadaka ni marafiki na huwezi kuwatenganisha. Madhabahu na sadaka ni marafiki na huwezi kuwatenganisha. Na madhabahu na sadaka, ukianza kuwatenganisha madhabahu na sadaka, unaingia ugomvi rohoni. Jambo la pili, madhabahu na sadaka ni marafiki na huwezi kuwatenganisha. Madhabahu na sadaka ni nani? Ni marafiki rohoni, huwezi kuwatenganisha. Na ukianza kutenganisha madhabahu na sadaka, unaingia ugomvi rohoni. Unaingia ugomvi. Ukiona mtu anapingana na sadaka kwenye madhabahu, maana huyo mtu anatengeneza ugomvi rohoni, kwa sababu madhabahu na sadaka ni marafiki. Huwezi kuwatenganisha. Jambo la tatu, madhabahu inawashikilia watu kwa sababu ya sadaka zinazotolewa. Madhabahu inawashikilia watu kwa sadaka zinazotolewa. Kuna watu mmeshikiliwa na madhabahu za familia kwa sababu wale wanatoa sadaka za familia nzima. Na kumbe zamani kwa kwetu, mimi kipindi hicho naona wanafanya matambiko, wanatoa sadaka za makafara, mbuzi, ng'ombe, nini. Wakitaji, wakianza kuchinja ile sadaka, kama hajachinja ile sadaka, huwa wanaongea maneno. Na yale maneno huwa yaani kwa mtu mmoja. Huwa wanaongea kwa watoto wote walioko nyumbani na walio mbali. Maana ile sadaka inawatembelea huko walipo. Unaona? Kwa hiyo madhabahu inawashikilia watu kwa sadaka. Kuna watu mmeshikana na sadaka. Kuna watu ambao inawezekana una mwana maisha yako, lakini kuna ndugu zako kila saa wanafanya matambiko yao, wanatoa sadaka, wanakutaja. Wanakuta zile sadaka zinakushikilia. Wanakushikilia kwenye madhabahu zao, kwa sababu wewe mwenyewe umesema umeokoka, lakini kwenye madhabahu yako hujulikani. Kwenye madhabahu yako hauna sadaka na wewe. Kwa hiyo zile zao zinapata nguvu. Kwa hiyo zinakupiga, zinapiga biashara, zinapiga kazi. Alafu unajitia mimi naokoka kwa biashara zao. Sababu gani? Kuna mahali pamekushikilia zaidi. Unaendelea pesa la Bwana. Jambo la nne la kujifunza, siri za madhabahu kwenye eneo la sadaka. Kama hauna sadaka kwenye madhabahu unayotaka msaada, madhabahu hiyo inakuwa mbali na wewe. Jambo la nne, kama huna sadaka kwenye madhabahu unayotaka msaada, madhabahu hiyo inakuwa mbali na nani? Na wewe. Maana madhabahu ili itoe msaada huwa lazima itake kitu, lazima itake sadaka. Lakini wengi mnaiendea madhabahu hamna kitu, kwa kujidanganya. Na ndio maana nasema kama una uwezo wa kutafuta hata vocha,
Unaishiwa mtu unaanza kutafuta. Why? Kwa nini usije kutafuta sadaka kumpa Mungu? Kwa nini? Kama unaweza kumpigia sikia, nitumie hata 2000 ya chakula. Kwa nini usimpigie akakupa? Ukaenda ukatoa sadaka ili uweze kuona maisha yako yakiendelea mbele. Nasikia sana Bwana. Uko tayari kufunguliwa? Hizi ni siri za madhabahu kwenye eneo la sadaka. Sasa hilo jambo la 4 nasema hivi. Madhabahu kama hauna sadaka kwenye madhabahu, unataka msaada. Hiyo madhabahu iko mbali na nani? Na mimi. Mbali na wewe. Unalia sana madhabahu. Mnalia machozi. Mkifikiri kwamba haya machozi ya huruma yatatengeneza Baba Mungu wa mbinguni. No. Madhabahu haipishwi na machozi. Haipishwi na kulia kwako. Madhabahu inashtuka. Inaona sadaka. Huyu mama amenitolea. Inashtuka. Alafu inatoa msaada. Alafu inakutetea sasa. Wewe kama hauna sadaka, kama huende na sadaka, mahali unapotafuta msaada, uone msaada. Maana hiyo madhabahu inakuwa mbali na wewe. Na nilaomba dawa. Jambo la 5 kujifunza. Madhabahu bila kuivunja kwa sadaka haivunjiki. Madhabahu bila kuivunja kwa sadaka haivunjiki. Madhabahu bila kuivunja kwa sadaka haivunjiki. Maana msingi wake ni sadaka. Madhabahu bila kuvunja kwa sadaka haivunjiki kwa sababu msingi wake ni nini? Sadaka. Mfano dhambi ilikuwa haiwezi kuondoka kama isingetolewa sadaka ile damu ya nani? Yesu. Kwa hiyo madhabahu haivunjiki kama hakuna sadaka. Haivunjiki. Maana msingi wa madhabahu ni sadaka. Hakuna madhabahu isiyo na msingi wa sadaka. Hakuna msingi kwa ile madhabahu. Na kama unaweza kuona, kaitafute afu niambie, Baba mimi naona kuna madhabahu ambayo haina sadaka. Wewe unashangaa wewe unaitamani muabudu Mungu wako bila sadaka na kushangaa. Wewe ni Mungu kweli? Ni Mungu ambaye yuko sio, sababu Mungu aliye serious hutaka sadaka. Yaani Mungu aliye serious anataka nini? Lazima atake. Ndio tunaenda kwa kienda, unamweleza mambo yako, baadaye anakuambia sasa tutafanya shughuli yako, utatibiwa. Lakini pia ili tukamilishe shughuli nzima na ipokelewe, tafuta mbuzi dume, tafuta kuku jogoo mwekundu, ili tuhitimishe, ili maombi yako fanye yapokelewe. Kwa hiyo nakushangaa unasema navunja madhabahu, unachoka kwa bure, unapoteza muda. Madhabahu haivunjiki bila nini? Sadaka. Ongea kwa bila nini? Sadaka. Mnaogopa sadaka bila nini? Sadaka. Yeah. Kwa hiyo kama unacheza, endelea kucheza. Madhabahu endelea kushughulikia huko. Kwa sababu msingi wa madhabahu ni nini? Sadaka. Okay, jambo la 6. Madhabahu haipokei sadaka. Madhabahu haipokei sadaka mara moja, bali ni kila mara. Madhabahu haipokei sadaka mara moja, bali inapokea sadaka kila mara, kila wakati. Madhabahu haipokei sadaka mara moja, bali ni kila mara. Kila mara lazima utoe. Kuna mtu anasema mimi bwana mwaka jana nilitoa, siwezi kutoa tena. Madhabahu haipokei sadaka mara ngapi? Ni kila mara. Na ndio maana ukisoma hata kwenye kitabu kile cha nani? Cha Mhubiri, asema asubuhi toa, panda mbegu zako, na jioni tena panda. Unaona? Yaani asubuhi unapoamka toa sadaka. Ukienda kwenye kazi zako kurudi tena toa sadaka. Kwa hiyo madhabahu haipokei sadaka mara hii, bali mara kwa. Kwa hiyo sio kasema kwamba mimi mbona jana nilitoa, hata leo lazima utoe tena. Hiyo ndio madhabahu. Kwa kama ni mtu wa kuwa na kiki za kimadhabahu, wa kuchukulia sadaka ya jana, my friend, kwa sababu leo Mungu atataka utoe sadaka yenye kiwango fulani. Kwa hiyo unapotumia ile ya jana, kuna kitu leo hakita manifest, kwa sababu unatakiwa kutenda leo tofauti na kile cha jana. Na
la Bwana. Sema madhabahu, nimetambua siri zako, na kuanzia leo hii nitapambana na wewe popote pale katika jina la Yesu. Jambo la saba la kujifunza kuhusu siri za madhabahu kwenye neno la sadaka. Sadaka unayotoa kwenye madhabahu ndio itapiga kelele mbele